Mara nyingi ninapokuwa nikizungumza na baadhi ya watu na kuwaambia kwamba tunatakiwa kushika sheria za Mungu kuhusu vyakula, huwa wananipatia maneno ambayo Paulo aliwaambia Wakorinto katika waraka wake wa kwanza kwenye sura ya 10 mstari wa 25 aliposema, kila kitu kiuzacho sokoni kuleni bila kuuliza kwa ajili ya dhamiri. Kwa hiyo kwa wao wanakuja kuniambia ya kwamba, unaona Paulo alisema ya kwamba kila kitu kinachouzwa sokoni mnapaswa kula bila kuuliza. Kwa hiyo ikiwa tunaona nyama yoyote sokoni, ikiwa tunaona kitu chochote sokoni, tunaweza tukakila. Hata vile ambavyo Mungu ameruhusu na vile ambavyo Mungu amekataza. Lakini mara nyingi huwa watu hao, nimegundua kitu ambacho nilikisema pia katika fundisho lililopita huko nyuma, ni kwamba wanapokuja kutoa madai yao huwa hawazingatii muktadha wa maandishi ili kuweza kuleta fafanuzi iliyo sahihi au kuweza kuleta maana ambayo mwandishi alikuwa nayo. Wengine wanafundisha hivi kutokana na andiko hili kwamba Paulo alifuta sheria za vyakula ambazo zipo katika Torati, kama ilivyoandikwa kwenye kitabu cha Walawi sura ya 11 na kitabu cha Kumbukumbu la Sheria sura ya 14. Lakini je, Paulo alifundisha hivyo kweli? Leo hii tutakwenda kujifunza kwa kina kabisa kuhusu fungu hili la Wakorinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 25 ili kuona kama kweli Paulo aliyahasi yale maneno ya sheria na kuwaruhusu watu waweze kula kila kitu, hata yale ambayo Mungu alisema msiyale. Jambo la kwanza katika muktadha huu wa kitabu hichi cha Wakorinto wa kwanza kwenye sura hii ya 10 na mstari wa 25, tunaona ya kwamba katika sura hii Paulo anazungumzia swala la kula nyama iliyotolewa sadaka kwa sanamu, ambalo hili lilikuwa ni jambo la kawaida kabisa katika jamii ya kipagani ya hapo Korinto. Waumini waliokuwa hapo Korinto walikuwa na wasiwasi sana kuhusu kula nyama hiyo ambayo ilitolewa sadaka kwa sanamu, maana walikuwa wakihofia kuwa kwa kufanya hivyo wangehusika na ibada ya sanamu. Kwao wao waliona ya kwamba ikiwa vitu fulani vimetolewa sadaka kwa sanamu, basi nao wakishiriki au wakila vitu hivyo, basi moja kwa moja wataweza kushiriki katika ibada ya sanamu. Sasa walikuwa na wasiwasi sana kabisa hata kuhusu nyama hizo, kwa sababu hapo Korinto katika ibada zile za sanamu walikuwa wakichinja nyama, na hizo nyama hata wangeweza kuziuza masokoni. Sasa Paulo anashauri kwamba waumini wasiulize maswali kuhusu asili ya nyama walionunua sokoni ili kuepuka matatizo ya dhamiri. Na hii ni kwa sababu alisema hapo chini alipoandikia kwenye fungu lile la 26, maana dunia ni mali ya Bwana na vyote vijazavyo. Hii inaonyesha kuwa chakula chenyewe si kibaya, bali nia na dhamiri ya mtu ndizo za muhimu zaidi. Sasa je, Paulo alifuta sheria ambazo ziliagizwa na Mungu katika Torati? Jibu ni hapana. Paulo hajawahi kufuta kamwe sheria za vyakula ambazo zipo katika Torati. Badala yake alisisitiza umuhimu wa dhamiri na kuepuka kuwa kikwazo kwa watu wengine. Katika Wakorinto wa kwanza sura ya 8 fungu la 8 hadi la 9, Paulo alisema hivi: lakini chakula hakikufanyi kuwa karibu zaidi na Mungu. Tusipokula hatupungukiwi kitu, wala tukila hatuzidishwi kitu. Lakini jihadharini, uhuru wenu usije ukawa sababu ya kujikwaa kwa wanyonge. Hata haya niliyosoma wengi tena wanakuja kuyatumia ili kuonesha ya kwamba hatuwezi au hatupaswi kutii zile sheria za Mungu alizoagiza kuhusu vyakula. Lakini napenda niwakumbushe kitu hiki. Petro aliposema ya kwamba maneno au nyaraka za Paulo ni ngumu kuzielewa na watu wasio na elimu huyapotosha maneno hayo,
hakuwa anadanganya kabisa. Mara nyingi wengine wanafikiri ya kwamba nyaraka za Paulo ni rahisi kabisa kuzielewa na kwamba tunapozisoma basi ni rahisi kabisa. Nakupa mfano. Katika fundisho la huko nyuma tuliwahi kuona lile fungu ambalo Paulo alisema ya kwamba vitu vyote ni safi kwa walio safi. Wengi ambao wanalisoma lile fundisho unakuja kuta ni kwamba wanaweza kukuambia kwamba ikiwa unaona chakula fulani ni safi basi ni safi kwako. Na wengine niliwahi kuwasikia wakisema ya kwamba hakuna kitu dhambi. Dhambi ni kile ambacho wewe unaona ni dhambi. Ikiwa hicho ambacho wewe unaona ni dhambi kwa mwingine si dhambi, basi kwake si dhambi. Kwa hao ni kwamba hata kama Mungu aliposema hichi kitu ni kibaya na si kibaya, itategemea ni wewe utakionaje. Ukikiona kwamba ni dhambi, basi ni dhambi kwako. Haimaanishi ya kwamba itakuwa dhambi kwa mwingine. Kwa hiyo wanakuja kulichukua lile fungu ambalo Paulo alisema kila kitu ni safi kwa walio safi. Sasa nyaraka za Paulo ni ngumu sana kuzielewa. Na unapofika katika nyaraka za Paulo, nenda taratibu kabisa. Usije ukapotea humo. Kwa sababu Paulo ni mtu ambaye aliandika vitu vigumu sana kabisa. Na nyaraka zake usipokuwa makini utazielewa vibaya. Ngoja kabla ya kuendelea na somo tuweke hichi kitu wazi kwanza. Paulo alikuwa ni Myahudi aliyekomaa akafundishwa katika maneno au chuo cha mtu mmoja alikuwa anaitwa Gamalieli. Gamalieli alikuwa ni Mfarisayo aliyebobea katika sheria. Na watu wote ambao wanajua historia ya Wayahudi wanajua ya kwamba mtu alipokuwa ni mwalimu katika Israeli, alikuwa ni mtu aliyebobea kabisa. Alikuwa amebobea katika ujuzi wa mila na desturi, alikuwa ni mtu aliyebobea katika Torati pia, na alikuwa ni mtu aliyebobea katika mapokeo ya wazee. Kwa hiyo hakuwa ni mtu wa kawaida kweli. Paulo alikulia katika chuo cha mtu huyu aliyekuwa anaitwa Gamalieli aliyekuwa Mfarisayo. Kwa hiyo Paulo alikuwa ni Myahudi na alikomalia hapo. Paulo alikuwa ni Mbenyamini. Na Paulo alikuwa alimwamini Yesu pia. Tuweke kitu wazi. Ni kwamba wengi, nilisema katika somo la huko nyuma, ni kwamba wengi wanamtafsiri Yesu kutokana na mazingira yao ya leo hii. Tunamtafsiri Yesu kutokana na mazingira yetu ya leo hii ya karne ya 21. Na hiyo inatufanya tuanze kutafsiri hata maneno yaliyoandikwa katika nyaraka za mitume kutokana na mazingira yetu ya leo hii. Lakini tunasahau mambo haya. Ngoja niyakumbushe. Yesu ambaye tunamuita Yesu, ila ninafikiri ni vizuri kumuita Yeshua kwa jina lake la Kiebrania, alikuwa ni Myahudi, aliyekomaa Myahudi, alikufa ni Myahudi. Wanafunzi wake pia walikuwa ni Wayahudi, walikufa Wayahudi pia. Yesu alipokuja hapa duniani hakuwa na mbinu ya kuanzisha dini mpya inayoitwa Ukristo. Hakuwa na hiyo mbinu. Alikuwa na mbinu ya kuleta ufalme wa Mungu ili wale Wayahudi waliokuwa wanamtegemea Mungu wamwendee yeye, na wale waliokwisha kupotea wamwendee yeye ambaye alikuwa ni Masihi aliyetabiriwa kwa ajili yao. Kwa hiyo Yesu hakuwa anapangilia kuja kuunda dini mpya kabisa. Na wanafunzi wa Yesu hawakupangilia kuunda dini mpya kabisa. Ndiyo maana wanafunzi wa Yesu walikomaa wakifundisha sheria ya Mungu. Tukiwa na msimamo huo, hatuwezi tukaanza kuchukua nyaraka za mitume wa Yesu ili kuanza kudai ya kwamba hawa walikuja kufundisha mambo kinyume na sheria. Lakini nikisema hiyo haitoshi kuweza kuthibitisha yale ninayoyasema. Basi kwa Paulo ni kama kwa wanafunzi wa Yesu pia. Paulo alikuwa ni Myahudi kabisa. Na ni Myahudi aliyeendelea kuishika sheria ya Mungu hata baada ya kumwamini Yesu. Itakuwa ni ajabu Paulo huyu kuja tena kuanza kufundisha kwamba sheria ya Mungu haipo sahihi. Na wale wote ambao wanakuja kusema ya kwamba Paulo alifundisha ya kwamba tunaweza tukafanya vitu kinyume na sheria,
wanajiingiza katika kundi ya wale watu waliowahi kumshtaki Paulo katika karne ya kwanza ya kwamba aliwafundisha watu kuiasi sheria ya Musa. Lakini Paulo alipostakiwa hivi, unaweza ukasoma kitabu cha Matendo ya Mitume, utaona ya kwamba Paulo wengi walikuwa wakimshtaki ya kwamba anawafundisha watu kuiasi sheria ya Musa. Lakini je, Paulo alipoletewa mashtaka hayo aliyakubali? Hapana kabisa. Alijitetea kwamba bado hakuwafundisha watu kuiasi sheria ya Musa, na hata yeye ilimlazimu kwenda hekaluni na akajinyoa nywele kama vile wale watu ambao walikuwa wameweka nadhiri, ili kuonesha ya kwamba hakuwafundisha watu kuiasi sheria ya Musa. Kwa hiyo itakuwa ni ajabu Paulo alipostakiwa ya kwamba amewafundisha watu kuasi sheria ya Musa, akakataa na kupinga mashtaka hayo. Leo hii watu waje kuchukua nyaraka zake na kusema ya kwamba hizi nyaraka zinatufundisha kutenda mambo yaliyo kinyume na sheria ya Musa. Itakuwa ni ajabu sana kabisa. Sasa turudi katika fungu letu lile. Tulisoma kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 8 mstari wa 8 hadi wa 9. Na ikumbusha ilisema, lakini chakula hakitufanyi kuwa karibu zaidi na Mungu. Tusipokula hatupungukiwi kitu, wala tukila hatuzidishiwi kitu. Lakini jihadharini uhuru wenu usije ukawa sababu ya kujikwaa kwa wanyonge. Hii inaonyesha kuwa ingawa chakula chenyewe si tatizo, ni muhimu kuzingatia hatari kwa wengine na kuepuka kuwa kikwazo kwa imani yao. Kwenye fungu lile la Wakorinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 25, ambapo Paulo alisema, kuleni kila kinachouzwa sokoni bila kuuliza. Ikiwa wale wanaodai ya kwamba hii andiko inaruhusu watu kula vitu najisi, wanatakiwa pia kuweza kuonesha kama je, Paulo alipostakiwa ya kwamba aliwafundisha watu kwenda kinyume na Torati, je, Paulo aliyakubali au aliyakataa mashtaka hayo? Tuangalie sasa kwa ndani zaidi kuhusu muktadha huu wa Wakorinto wa kwanza sura ya 10. Tuanze kwenye mstari wa 19 tuishie mstari wa 33. Lengo la Paulo katika sura hii sio kufuta sheria za vyakula ambazo ziliagizwa katika Torati, bali lengo lilikuwa ni kuweka mipaka kuhusu kula nyama iliyotolewa sadaka kwa sanamu. Ni jambo ambalo lilikuwa kawaida katika ulimwengu wa kipagani katika huo mji wa Korinto, kama nilivyosema huko juu. Yaani katika mji wa Korinto ilikuwa ni kawaida kabisa kuweza kutoa sadaka kwa sanamu walizokuwa wakiziabudu. Kitu ambacho Paulo anaongea hapa ni kwamba ikiwa mtu atakuambia ya kwamba chakula hichi kimetolewa sadaka kwa sanamu, basi usikile. Kwenye mstari wa 28 anasema, lakini mtu akikwambia kitu hiki kimetolewa kiwe sadaka, msile kwa ajili yake yeye aliyekuonyesha na kwa ajili ya dhamiri. Ikiwa wale wanaodai ya kwamba Paulo hapa aliruhusu kula kila kitu, kwa nini tena Paulo aje kusema ya kwamba ikiwa mtu atakwambia ya kwamba hii imetolewa sadaka kwa sanamu usile? Hii inamaanisha ya kwamba Paulo hapa hajaruhusu kula kila kitu. Alichosema ni kwamba ikiwa kile kitu haujui kama kimetolewa sadaka kwa sanamu, basi unaweza ukala, lakini ukijua kwamba kimetolewa sadaka kwa sanamu usikile. Hii ina maana ya kwamba kile tunachojua kwamba ni kibaya tusikifanye. Ikiwa Torati iliagiza usile hiki, na unaona kile kinachoonekana mbele yako ni kile ambacho Torati imeagiza usikile, basi hutakiwi kukila. Ni kama lile andiko ambalo Yakobo alisema ya kwamba yeye ajuai kutenda mema na asiyatende, huyo kwake ni dhambi. Je, Paulo hapa alikuwa akizungumzia nyama najisi? Jibu ni hapana. Paulo katika fungu hili
hakuwa akiwafundisha Wayahudi waamini kula nguruwe au vyakula najisi. Tuone sababu. Paulo mwenyewe, kama nilivyosema huko juu, ni kwamba alikuwa Myahudi aliyemwamini Yeshua. Katika Matendo sura ya 21 mstari wa 24, Paulo anathibitisha kuwa anashika Torati. Katika Matendo pia sura ya 24 mstari wa 14, Paulo anasema, lakini hii ninakiri kwako ya kwamba kwa njia ile waitayo uzushi, hivyo ndivyo nimwabuduye Mungu wa baba zetu, nikiamini mambo yote yaliyoandikwa katika Torati na katika manabii. Hii inatuonesha ya kwamba Paulo hakuona Torati kuwa imebadilika au isiyofaa kwa waamini. Jambo la pili ni kwamba soko la wanyama ambalo lilikuwa hapo katika mji wa Korinto lilikuwa na nyama zilizo halali na nyama zilizo haramu pia. Kwa sababu wao tunajua ya kwamba walikuwa hawana sheria ile ya Mungu ambayo ilikuwa ikisema wanyama hawa ni safi na wanyama hawa ni najisi. Wao kwao havikukua. Kwa hiyo katika soko zao ni kweli kwamba kulikuwa nyama safi na nyama najisi, kwa sababu wao hawakuwa na tofauti yoyote katika haya. Lakini Paulo hakuwa anasema kila kitu kiuzwacho ni safi. Hakuwahi kusema hivyo kabisa. Alikuwa tu anazungumzia nyama safi, lakini watu walikuwa na wasiwasi kwamba labda zilitolewa sadaka kwa sanamu. Kumbuka hapa katika sura hii na hata katika Wakorinto wa kwanza sura ya 8 pia, Paulo hakuwa anazungumzia nyama safi au najisi. Hoja ilikuwa ni nyama iliyotolewa sadaka kwa sanamu. Ndio maana hakuna sehemu ambapo Paulo alizungumzia nyama safi na najisi katika haya. Hapana. Kwanza haya yanawekwa tu na wale watu ambao wanataka maandiko hayo wayafasiri wanavyopenda wao. Lakini Paulo hapa hazungumzii nyama safi au najisi. Hiyo siyo hoja kabisa. Ni kama vile katika kitabu cha Mathayo sura ya 15, ambapo hoja pale haikuwa nyama safi au chakula safi na chakula najisi. Hoja ilikuwa ni kula kabla ya kunawa mikono. Lakini baadhi ya watu wakaja kuingiza ya kwamba ni chakula safi na chakula najisi. Hiyo haikuwa hoja kabisa. Ni kama hapa kwenye Wakorinto pia, hoja si chakula safi na najisi. Hoja ni chakula kilichotolewa sadaka kwa sanamu. Kwa hiyo hapa hoja sio hiyo kwamba chakula safi au chakula najisi. Hapana. Na hakuna sehemu ambapo Paulo alisema ya kwamba kula nguruwe. Hakuwahi kuwaambia watu hivyo. Hakuna sehemu ya kwamba alisema hakuna tena chakula najisi. Paulo hajawahi kusema hivyo kabisa. Katika tamaduni za Wayahudi, watu walipokuwa wakienda sokoni, walikuwa na tamaduni hii ya kwamba walikuwa wakiuliza kama nyama ni najisi au imetolewa kwa sanamu. Paulo anachowaambia hapa ni kwamba ikiwa hujui, usijitese kwa maswali, lakini anakazia dhamiri, si sheria ya vyakula. Ndicho kitu ambacho Paulo anakazia hapa, ni dhamiri na wala si sheria ya vyakula. Kwa sababu mtu angeweza kwenda sokoni asiweze kujua ya kwamba je, hii nyama imetolewa sadaka kwa sanamu au hapana. Paulo anasema usijitese kwa hilo ikiwa hujui. Lakini ikiwa kuna mtu ambaye atakwambia ni kweli hii imetolewa kwa sanamu, hapo usile. Kwa lugha rahisi ni hivi: hata kama nyama imetolewa sadaka kwa sanamu na wewe hujui kama imetolewa sadaka kwa sanamu, ukienda sokoni unaweza ukaila. Kwa sababu gani? Hujui. Na Mungu hajakufunulia, basi ile hiyo nyama. Kwa nini? Mbingu, nchi na vijazavyo ni mali ya Bwana. Hata kama kimetolewa sadaka kwa sanamu, Paulo aliwahi kusema sehemu fulani ya kwamba sanamu si kitu, si sanamu iliyoumba nyama hiyo. Ni Mungu aliiumba. Kwa hiyo wewe hujui kama imetolewa sadaka kwa sanamu, basi usijitese.
Usianze kuuliza kama je imetolewa sadaka kwa sanamu au hapana, kwa sababu ya dhamiri ya watu wengine. Ukianza kuuliza maswali hayo kwa watu wengine, unaweza ukawaumiza katika dhamiri yao. Nenda na ukala ikiwa hujui kabisa. Je, Paulo amesema ya kwamba ule nyama najisi? Hapana. Kumbuka hapo alisema ikiwa mtu anakuambia kwamba ni imetolewa sadaka kwa sanamu, usile. Kwa lugha rahisi, ukijua ya kwamba ni kitu ambacho hutakiwi kukifanya, usikifanye. Lakini ufanye tu ikiwa huna uhakika kabisa. Ni kama niwaulize swali nyinyi wote ambao mnanitazama. Sokoni tunaenda, tunanunua vitu sokoni. Ni afadhali ya kwamba katika soko za leo mambo yameendelea kabisa. Unaweza kununua kitu na unaona wanakuambia kile kitu nini kipo ndani yake, wanakupatia viungo vyote ambavyo viliwekwa ndani yake. Ni rahisi kabisa kuona hivyo. Lakini kuna vile vitu vingine ambavyo unaweza kununua sehemu fulani, hujui nini kimewekwa ndani yake. Je, uanze kupoteza muda wako kuuliza nini kipo ndani ya hicho kitu? Hapana. Hukuwepo walipokiandaa. Hukuona kilivyoandaliwa, hukuona nini kilisemwa. Je, uanze kuuliza? Hapana. Ikiwa kitu hicho ni kizuri, basi nunua na ule. Je, unatakiwa ununue kitu ambacho sheria ilisema ya kwamba usifanye? Hapana kabisa. Kwa hiyo hapa Paulo hazungumzii ya kwamba ni halali kula hata nyama najisi. Hapana. Alikuwa akiongelea hivyo kuhusu vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Ndio maana mara nyingi tunaposoma maandiko, mara nyingi tunaposoma vitu, ni vizuri sana tuweze kuangalia muktadha wa somo ambalo mwandishi alikuwa akilisema. Kuanzia kwenye sura ya 8 hadi kwenye sura ya 10 ni aseme tena, Paulo anazungumzia tatizo lililokuwa likiwakumba waumini wa mataifa, yani waumini wasio Wayahudi waliokuwa wanaishi katika Korinto. Na Korinto kama tunajua ni kwamba ulikuwa ni mji katika Ugiriki, na katika Ugiriki ni sehemu ambapo hekima ilikuwa ikijaa, walikuwa na miungu mingi kama Warumi na kama watu wengine. Kwa hiyo walikuwa na hekalu nyingi sana za miungu. Kuna kipindi hata Paulo alikwenda kwao kule Ugiriki, akakuta kwenye hekalu moja hadi wanaandika kwa Mungu asiyejulikana. Kwa sababu kwao inasemekana ya kwamba walikuwa wamejaza miungu mengi kabisa. Sasa walipojaza miungu wengi, walikuwa wakisema huenda tuna hao, lakini kuna hata yule ambaye hatujamweka katika listi yetu, ila akija kujitokeza tu basi naye ataongezwa katika listi. Kwa hiyo ikiwa kuna ambaye tumemsahau, basi tunawekwa kwa Mungu asiyejulikana. Kwa hiyo kwao walikuwa na miungu wengi kabisa hadi hawakujitosheleza na idadi ya wale. Sasa katika mahekalu hayo na katika miungu hiyo na katika masoko, walikuwa wakichinja wanyama katika ibada zao hizo za sanamu. Na sehemu ya nyama hizo zilikuwa zikiuzwa katika masoko yao. Sasa waumini walikuwa na wasiwasi, wakijiuliza, je, ni dhambi kula nyama hiyo ambayo ipo katika soko hizo kwa sababu kulikuwa na miungu wengi? Sasa Paulo alikuwa akijibu swali lao hili ambalo lilikuwa swali la mashaka. Kwa hiyo mashaka ya waumini hao ilikuwa ni, je, ni dhambi kula nyama hiyo? Kwa sababu walikuwa na mashaka kama imeshiriki katika ibada za sanamu. Ngoja nitoe kisa kimoja cha kweli kabisa kunihusu. Tulikuwa tukienda sehemu fulani, na sehemu hiyo tulikuwa baadhi ya watu, afu kule ambako tulikuwa tukienda ni sehemu ambako walikuwa wameandaa mkutano fulani. Sasa tulipoenda sehemu hiyo, walikuwa wamepika chakula kwa ajili ya wageni ambao tulikuwa ni sisi, walikuwa pia wamechoma nyama na vitu vingine. Tulipofika pale, ulipofika muda wa kula, kila mtu alikuwa na uhuru wa kuweza kujipakulia chakula kile anachopenda kukila. Sasa mimi na baadhi ya watu wengi pia tulipokuwa pale, tuliweza kupakua nyama, zilikuwa nyama za kuchomwa, tukaweza pia kupakua wali na vyakula vingine.
Ulipokuwa muda ule wa kula, nikatoa kipande kimoja cha nyama, maana ilikuwa nyama ya kuchomwa. Nikatoa kipande kimoja, nikaweka kinywani na kuanza kutafuna. Kwa vile nilikuwa sijui ni nyama ya namna gani na pale tumealikwa, sikuanza kuuliza maswali kwamba ni nyama ya namna gani hii ambao wamechoma. Lakini kwa vile niliona ya kwamba ni nyama ilichomwa na mimi sikuwa pale, basi hakuna haja ya kuanza kuuliza maswali mengi, maana imeshachomwa, acha nianze kula. Nikachukua kipande cha kwanza nikala. Wale ambao waliandaa chakula hicho, mmoja wao akaja kutuambia kwamba mnachokula hapa ni nyama ya nguruwe. Niliposikia vile ya kwamba tunachokula ni nyama ya nguruwe, na kwa vile mimi sili nguruwe, nikapenda kumuuliza mara ya pili, maana nilifikiria kwamba huenda tu anafanya mzaha. Nikamuuliza tena, akasema ni nyama ya nguruwe. Nikamuuliza tena mara ya tatu ili kuona kama ni kweli kile anachokisema, akasema hivyo ni nyama ya nguruwe kweli. Kwa vile nilikuwa nimeshakuwa na kipande kimoja kinywani, na mimi huwa sipendi kula nyama ya nguruwe, na kwa vile ile tunayokula pale ni nyama ya nguruwe, basi kwa hekima niliweza kuona ya kwamba kile kipande nilichonacho kinywani tayari nishaanza kitafuna, siwezi kukitema pale, maana tupo watu wengi. Maana nikikitema huenda wataona kama na wazarau, au kile walichokifanya nakiona ya kwamba hakina umuhimu wowote. Basi nikasema tu ya kwamba kwa vile hichi kipande nilikichukua bila kujua ni nyama ya namna gani, siwezi nikakitema, bali nitakila hivyo kwa sababu nilikifanya wakati nilikuwa sijui ni nyama ya namna gani. Lakini vile vipande vingine ambavyo bado viko kwenye sahani, kwa vile nimeshajua ni nyama ya namna gani na mimi sili nyama ya nguruwe, basi hivi vipande sitavila. Kwa hiyo kile kipande kilichokuwa kinywani tayari nilikila, kwa sababu nilianza kukila kipindi sijajua ni nyama ya namna gani. Lakini vile vipande vingine ambavyo vilikuwa kwenye sahani, nilisema tayari sasa nimeshajua ya kwamba ni nyama ya nguruwe na hainipaswi tena kula, maana nikila hapa nitakuwa sasa nimekula nyama ya nguruwe kwa kujua na kwa kupuuzia sheria ile ya Mungu iliyotukataza kula nyama za namna hiyo. Kwa hiyo niliweka zile nyama zilizokuwa kwenye sahani, nikazirudisha tena sehemu hile zilizokuwa, na mimi nikaendelea kula vyakula vingine, na ndivyo ilivyokuwa hivyo. Kwa hivyo baada ya mimi kujua ya kwamba hile ni nyama ya nguruwe, hakukuwa tena na umuhimu wa kula nyama hiyo. Kama vile alivyosema Yakobo ya kwamba yule ajuaye kutenda mema na asiyatende, huyo kwake ni dhambi. Kwa hiyo baada ya kufahamu ya kwamba ile ni nyama ya nguruwe, niliweza kuiacha. Lakini kile kipande nilichokila kabla ya kujua ni nyama ya namna gani, sikuweza kukila. Na tulipokuwa hapo, kwa heshima ya watu wale na kwa dhamiri zao, sikuanza kuwauliza maswali ya kwamba hii ni nyama ya namna gani, ni kitu gani mmeweka humu. Hapana kabisa. Lakini nilianza kula kwa sababu ilikuwa ni sehemu ambako tulialikwa ili tuanze kula. Lakini baada ya kujua nyama hili ilikuwa gani, sikuona tena umuhimu wa kula. Ninafikiri ya kwamba hicho ndicho kitu ambacho Paulo alikuwa akizungumzia, ya kwamba mkienda sokoni, kwa vile vitu viliandaliwa kabla ninyi kuwepo, hampaswi kuanza kuuliza maswali. Lakini baada ya kuambiwa vitu hivyo vimefanyiwa nini, hapo mnatakiwa sasa mjiepushe na vitu hivyo. Lakini msianzi kuuliza maswali kwa ajili ya dhamiri za watu wengine. Na kuna mengine ambayo Paulo mwenyewe alikuwa wazi. Kwa mfano ukisoma kwenye kitabu cha Tito kwenye ile sura ya 1, Paulo aliwahi kusema ya kwamba nabii wa kwenu aliwahi kusema Wakrete ni waongo. Paulo alikuwa kinukuu maneno ya mwanafalsafa mwingine wa Kigiriki. Kwa hiyo kuna maneno mengine ambayo Paulo alikuwa sema kutokana na elimu aliyokuwa nayo, si kwamba ni Mungu alikuwa akimwambia moja kwa moja. Musa ni tofauti sana kabisa. Ndiyo, kuna kipindi Musa alikuwa akitumia pia akili yake, maana naye ni binadamu, lakini mengi Musa alipokuwa akitoa sheria, mara nyingi ni Mungu alikuwa akimpatia sheria hizo. Ndiyo maana hata kwenye kitabu cha Malaki Mungu aliwaambia Waisraeli ya kwamba wakumbuke sheria ya Musa mtumishi wake, sheria ambayo Mungu alimpatia Musa. Kwa hiyo Musa alipokuwa akitoa sheria ilikuwa ni Mungu. Kwa hiyo Mungu ndiye alitoa sheria kuhusu vyakula. Paulo
ndiye alikuja kusema ya kwamba chochote kinachouzwa sokoni kuleni. Nikamuuliza swali rahisi. Ikiwa kwa mfano Paulo, tuseme tu ni mfano, ikiwa Paulo angesema ya kwamba tunaweza kuenda kinyume na yale ambayo sheria iliandika, tumwamini nani? Kati ya Musa aliambiwa hayo na Mungu na Paulo aliyetumia akili yake, tumwamini nani? Akaniambia ikiwa ni Mungu alisema tumwamini Mungu. Nikamwambia sasa Musa na Paulo, ni nani ambaye moja kwa moja tunaweza tukashuhudia kwamba aliambiwa na Mungu yale aliyoandika? Akaniambia ni Musa. Nikamwambia basi ni rahisi. Ikiwa utamuelewa Paulo ya kwamba alienda kinyume na yale ya sheria, basi sioni umuhimu wa kuamini yale ya Paulo. Hapa sisemi ya kwamba Paulo aliyafanya hivyo hakuambiwa na Mungu. Hapana kabisa. Nilikuwa nikisema haya kwa sababu wakati mwingine watu wanaposoma nyaraka za Paulo wanashindwa kuelewa ya kwamba mengine aliandika kutokana na elimu aliyokuwa nayo. Kwa hiyo haya ni ya muhimu kabisa kuyashika. Kwa kumalizia kabisa, nitoe mfano huu ambao unaweza ukakupatia uelewa kabisa wa kitu hichi ambacho kinaweza kuwa ni rahisi kuelewa. Ni kama tuchukue mfano. Katika soko nyingi za leo duniani kote ukienda, unaweza ukakuta nyama ambayo imepondwa kwa vipande vidogo vidogo sana. Sasa nyama hiyo iliyopondwa kwa vipande vidogo, ikipondwa tuseme pasipo kuandikwa ni nini, ni nyama ya aina gani imepondwa, ni viungo gani vimewekwa ndani yake, pasipo kuandika hayo, huwezi ukatofautisha ni nyama ya mnyama gani. Huwezi kabisa, kwa sababu imepondwa. Maana huwezi tena kuona na kujua ni nyama ya namna gani. Kwa mfano, mtu aende sokoni, nyama hiyo hakuona ilipochinjwa, hajui ni nyama ya namna gani, hajui kabisa. Huenda ni nyama ya nguruwe, hajui. Huenda ni nyama ya kondoo, hajui. Huenda ni ya ng'ombe, hajui. Maana imepondwa, imepoteza hata ule muonekano wake wa halisi. Sasa je, mtu huyo akinunua nyama hiyo na kula, amefanya vibaya? Ikiwa bado hajui kama nyama hiyo ni ya namna gani, Paulo angemwambia, unapoona kitu kinauzwa sokoni, basi kula bila kuuliza. Lakini ikiwa utajua ya kwamba ni nyama iliyokatazwa katika Torati kama vile nguruwe, basi usile. Kwa sababu gani? Umeshapata ushuhuda ya kwamba kitu hicho hutakiwi kukila. Ndiyo maana ya Paulo hapo ni kwamba ikiwa bado hujajua kitu hicho, basi una uhuru wa kula. Lakini ukiambiwa moja kwa moja kwamba kitu hichi baba huenda kimetolewa sadaka kwa sanamu, basi usifanye hivyo. Hiyo ndiyo maana ya Paulo. Hajaruhusu kula kila kitu, hajaruhusu kula vitu ambavyo unajua ya kwamba ni najisi. Ikiwa unaenda sokoni na unajua ya kwamba hii ni nguruwe kabisa inayouzwa, huna umuhimu wa kula hapo, kwa sababu Mungu ameshakufunulia ya kwamba hichi ni kitu ambacho Torati imekikataza. Lakini ikiwa ni kitu ambacho hujui na una njaa, nunua ule. Kwa sababu gani? Hujui. Na usianze kuuliza. Ndo maana ya Paulo. Kwa hiyo hapo Paulo hajamruhusu mtu kula hata vitu vilivyo katazwa na Torati kwa kujua kabisa. Hapana. Hapa Paulo anasema tu ikiwa huna uhakika kabisa, usiulize. Usianze ukaenda kuojioje hadi ujue kabisa kwamba je, hii imetolewa, hii haijatolewa, hii ikoje. Hapana kabisa. Kula bila kuuliza. Lakini ukijua ya kwamba ni kitu ambacho Torati imekikataza. Torati ya Mungu ilikataza kula kambale, ilikataza kula nyama ya nguruwe, ilikataza kula samaki wasio na magamba, ilikataza kula wanyama wasiocheua, hao wote kabisa. Ikiwa unajua, basi usivifanye. Lakini ukienda sokoni na hujui, unaweza ukala. Hiyo ndiyo maana ya Paulo. Katika siku zingine tutakuja kuongelea mafungu mengine ya Paulo na hata mengine ambayo yanaeleweka vibaya katika maandiko, ili tuweze kufika katika uelewa ulio sahihi kabisa.
Kumbuka kama nilivyosema katika fundisho la huko nyuma ni kwamba kila mtu yuko huru kwa kuleta yale anayoyafikiri. Huwa simfungi mtu yeyote, niko tayari kabisa kujifunza kwa maoni ya wengine. Ikiwa unaamini ya kwamba kuna pointi fulani ambayo nilisema na uamini hivyo, basi unaweza ukaleta vile ambavyo unaamini, tuendelee kujifunza kwa pamoja. Unakaribishwa kabisa kwa maoni yako na unakaribisha kwa kutoa yale ambayo unayaelewa. Mungu aendelee kukubariki.